Karibu sana United Insider niweze kukupa taarifa muhimu zinazoendelea kuhusu Red Devils Manchester United, lakini usiache kwenda mjini na twende ride, usafiri wa kimtandao ambao unapatikana Play Store na App Store. Sasa nikupe taarifa muhimu kuhusu Devils wakati huu. Moja kati ya taarifa kubwa kabisa siku ya leo ni swala la budget ya Manchester United, ikielezwa kwamba United wametarajia kuweka bajeti ya paundi milioni 150 kwa ajili ya kuweza kuboresha safu ya kiungo, wakitajwa Matheus Fernandes, lakini malengo makuu ni pamoja na Elliot Anderson, Tchouameni na Carlos Baleba wanatajwa katika malengo makuu ya kuweza kuboresha eneo la kiungo kutumia paundi milioni 150, na inaelezwa sasa, kwa mujibu wa taarifa ambazo zimetoka siku ya leo kutoka kwa Inside Football, wanasema klabu ya West Ham United wanahitaji kiasi cha paundi milioni 84 ili kumwachia Matheus Fernandes kuweza kuondoka kwenye klabu hiyo. Kumekuwa na taarifa mapema jana kutoka kwa Andy Kyle kwamba mchezaji mwenyewe Fernandes anataka kujiunga na Manchester United, lakini sasa kwa mujibu wa taarifa kutoka kwa Football Insider ni kwamba West Ham inajiandaa au itakuwa tayari kumwachia Matheus Fernandes kwa dau la paundi milioni 84 ili kuweza kujiunga na Manchester United, na huyu ni kiungo ambaye amekuwa akizungumzwa kwa siku za hivi karibuni kwamba Manchester inamwangazia kwa ukaribu zaidi ili kuweza kumsajili. Kwa hiyo ni moja kati ya taarifa muhimu ambayo inatajwa, lakini taarifa nyingine ambayo inazungumzwa sana siku ya leo kuhusiana na eneo la kiungo ni mpango wa kumsajili kiungo Ederson Jose dos Santos Luenco da Silva. Ederson kutoka kwenye klabu ya Atalanta. Tayari Ederson amekwisha iambia Atalanta hatosaini mkataba mpya na anataka kuondoka mwishoni mwa msimu. Awali Ederson alikuwa amefikia makubaliano na klabu ya Atletico Madrid ya nchini Hispania kuweza kumsajili, lakini makubaliano hayo baadaye yaliweza kuja kuvunjika, na sasa Ederson anataka kuelekea upande mwingine na hatosaini mkataba mpya kuelekea dirisha lijalo, kwa anataka kuondoka, na tayari Ederson yuko tayari kujiunga na Manchester United na mazungumzo yanatarajiwa kuanza siku chache zijazo. Hii ni kwa mujibu wa Fabrizio Romano kuhusiana na Ederson kutoka Atalanta, huku ikielezwa Atalanta watahitaji angalau paundi milioni 45 kuweza kumruhusu, huku mkataba wake ukimalizika Juni 2027. Mkataba unamalizika mwakani. Kwa Manchester wanaweza kuwa na option ya kumpata Ederson kutoka Atalanta ambaye mara ya kwanza alikuwa amefikia makubaliano na Atletico Madrid ya nchini Hispania. Hivyo Manchester wanaweza kumnunua kwa paundi milioni 45 na klabu ya soka ya Atalanta nchini Italia wako tayari kumruhusu Ederson kufanya mazungumzo na klabu nyingine yote. Hii ni sehemu nyingine ya eneo la kiungo ambalo inazungumzwa kuhusu klabu ya Manchester United, lakini pia moja kati ya viungo ambao wanatajwa sana ni pamoja na Alex Scott kutoka FC Bournemouth, na inaelezwa tayari mazungumzo ya ndani yamekwisha kufanyika ndani ya Manchester United. Wanavutiwa na kumsajili Alex Scott. Mmoja ni Mwingereza, amekuwa na wakati mzuri kwenye Premier League, lakini kingine ni moja kati ya wachezaji wazuri akiwa na miaka 22, ana mkataba na Bournemouth mpaka 2028, lakini Manchester wameweza kuangazia namna ya kumpata. Sasa tayari inaelezwa kwamba kuna mazungumzo ya ndani kuhusu kujua gharama ya kumpata Alex Scott na namna gani anaweza kupatikana. Hivyo Manchester wanaendelea na mchakato wa kuona inawezekana kwamba huyu ni mtu mwingine ambaye atasajiliwa, na kama ambavyo tunaambiwa soon dirisha litakuwa linafunguliwa, Manchester itakwenda kukamilisha michakato yake mingi ya usajili kuelekea dirisha lijalo. Kwa hiyo bado itasalia viungo wengi wanatajwa. Matheus Fernandes kutoka West Ham. Uzuri West Ham wanashuka daraja, kwa bei yake inaweza ikapungua isifike 84 ambao West Ham wanahitaja, lakini kutoka Atalanta anatajwa mtu kama Brazil Ederson ambaye ni thamani ya paundi milioni 45 kwa mujibu wa Fabrizio Romano. Kwa hiyo tunaweza tukaona sajili zikifanyika. Alex Scott pia anahusishwa na Manchester kwa dau la angalau paundi milioni 40 mpaka 60 hivi, sababu ni Mwingereza na lazima atakuwa anapigiwa chapuo kubwa. Lakini mbali na hapo, position ya nafasi ya kushoto imekuwa pia inazungumzwa sana, na kwa siku ya leo kuna taarifa ambazo zimekuwa zinaendelea kumhusu Lewy Hall
kwamba Lewis Hall yuko tayari naye kuondoka Newcastle. Imekuwa ni jambo ambalo lipo kwa muda sasa kuondoka katika majira haya ya joto, na Manchester wamekuwa wakimfuatilia kama chaguo la upande wa kushoto. Jason Wilcox anatajwa kuvutiwa sana na Hall, na yeye ndio ambaye anatajwa kwamba anapiga chapuo kuweza kusajiliwa kwa Lewis Hall kama mtu sahihi wa backup ya Luke Shaw, lakini ndiye mbadala sahihi wa upande ule wa kushoto. Kumekuwa kuna taarifa zikionyesha kwamba kuna baadhi ya watu ndani ya Manchester hawamuamini sana Patrick Dorgu kucheza kama mlinzi wa kushoto, kwa hiyo wanaona kuna haja ya kuanza kutafuta mlinzi sahihi wa upande wa kushoto. Hivyo Lewis Hall anahusishwa sana na Manchester, na Jason Wilcox akitajwa ni mtu ambaye anamwadmire zaidi kumsajili Lewis Hall kutoka kwenye klabu ya Newcastle United. Lakini upande huo huo wa kushoto kumekuwa kuna taarifa kutoka Sky Sports Ujerumani zikieleza kwamba Manchester pia wanamwangazia Rayson kutoka kwenye klabu Julian Rayson kutoka Borussia Dortmund kama mbadala mwingine wa sehemu ya ulinzi, na ikitajwa moja kwa moja ni mbadala sahihi wa Mazraoui. Kulikuwa na taarifa kwamba huenda Mazraoui siku aliyotoka Old Trafford ilikuwa ni siku yake ya mwisho. Sasa taarifa hii kutoka Sky Sports Ujerumani zinasema Julian Rayson ndiye mbadala wa Mazraoui katika sehemu ya ulinzi kuelekea msimu ujao. Hiki ni kitu kingine ambacho pia kimekuwa kinazungumzwa sana kwenye taarifa za usajili. Lakini mbali na hapo, kuna taarifa nyingine kwamba Manchester wanafuatilia saini ya kijana Shea Charles kutoka kwenye klabu ya Southampton kutokana na sakata linaloendelea pale Saint. Lakini inaelezwa kwamba Manchester wanamfuatilia Kiswahili wanasema Shea, wenyewe wanasema Shea Charles mwenye miaka 22, raia wa Ireland Kaskazini. Inaelezwa kwamba Manchester wanaweza wanaita ile Spygate ya Southampton, sakata linalohusu Southampton kwenda kwa spy timu zingine. Kwa hiyo huenda Shea Charles akawa anaondoka kwenye klabu hiyo na Manchester wakiwa wako karibu kwa kumfukuzia kumpata. Hii ni kwa mujibu wa chanzo cha kutoka Daily Mail. Lakini pia nimeona taarifa nyingine kubwa sana kumhusu Elliot Anderson ambazo zinaelezea kwamba kuondoka kwa Pep Guardiola kwenye klabu ya Manchester City hakutokubadilisha chochote, kwa sababu Elliot Anderson, taarifa za hivi karibuni kwamba anakaribia zaidi kujiunga na City zilikuwa kubwa. Kwa hiyo taarifa za jana na juzi kwamba kuondoka kwa Pep huenda kukabadilisha mtazamo wa Man City kumsajili Elliot Anderson zinasema si za kweli. Bado City wanahitaji kumsajili Elliot Anderson kwa ajili ya project yao inayokuja, moja kati ya viungo bora pale nchini England. Lakini taarifa nyingine ni kwamba Manchester hawana mpango wa kuachana na Diogo Dalot, wanataka kumuongeza mkataba Diogo Dalot kubaki Manchester United. Kumekuwa na taarifa kwamba huenda Real wakamsajili Diogo Dalot kwa sababu Jose Mourinho, moja ya mapendekezo, hizi ni taarifa ambazo ni tetesi bado, kwamba Jose Mourinho anapendekeza kuenda na Diogo Dalot kufanya naye kazi kwenye klabu ya Real Madrid. Sasa Manchester anataka kumuongezea mkataba na inaaminika kwamba Michael Carrick anaamini Dalot ni sehemu muhimu ya mipango yake ya muda mrefu ndani ya Manchester United. Hivyo wataendelea kubaki naye. Lakini taarifa nyingine kutoka nchini Hispania ni kwamba Barca wamekubaliana makubaliano binafsi na Marcus Rashford ya kuendelea kusalia kwenye klabu hiyo, na wanataka kubadilisha mkopo wake kutoka kwa mkopo mpaka kwa uhamisho wa kudumu. Lakini bado hakuna makubaliano ya moja kwa moja ya usajili na Manchester, kwa sababu Manchester wanataka angalau paundi milioni 27 ambayo Barca hawako tayari kuilipa, lakini Barca wamefikia makubaliano na Rashford ya kuendelea kusalia kwenye klabu hiyo. So hizi ni update za wakati huu, lakini usiache kwenda mjini na twende ride, usafiri wa kimtandao ambao unapatikana App Store na Play Store. Usiache kusubscribe, kulike na kushare kupitia hapa United Insider. Ciao.